zangu. Kipindi fulani alikuwa anatafutwa na familia yake, akasema ndugu zangu ni wale wanaosikia neno hapa. Watu wakasambaa na kufuru. Ndio hivyo, anasikiliza maelekezo yangu. Mtumwa anafanya kila neno analoambiwa au anaagizwa na bwana wake. Hii ndio tabia ya mtumwa yeyote. Tulishaishi na watumwa. Baba yangu alikuwa na watumishi. Kuna watu waliomlea na watoto wake wakaanza pia kutumikia. Hawana maneno mengi. Hiyo ndio hali ya mtumwa. Mtumwa haulizi kwa nini kwa bosi wake. Haulizi fulani, wewe njoo hapa, fanya 1 2 3, asante, unaenda. Mtumwa huwa anamstadi bosi wake, Mungu wake. Ndio maana tunasema kwamba Mungu anasema kuna kumjua na kumfahamu. Kumfahamu ni full histories, alichofanya kwako, alichokutendea, mlivyokutana hivi na hivi, alichokupa, huko ni kumfahamu Mungu. Through personal, wewe mwenyewe kupitia watu wengine, kusikia aliyofanya kwa wengine, huko ni kumfahamu Mungu. Kumjua Mungu ni kujua kitu gani anataka na nini hataki. Ndio tunasema kwamba unamfahamu fulani, unamfahamu lakini simjui. Si mnanielewa? Na Mungu amesema mtu kama ajivunia ananijua na kunifahamu, ndio maana yake. Nataka nini, sitaki nini, ndio kujua. Kumjua mwanaume wengine nafikiri kwamba ni ile tu ya kimwili. Pia ni kujua kitu gani huwa anapenda, kitu gani hapendi. Ndio kumjua mtu. Huwa anapenda kula nini. Ile kofia ile ya wenzetu hawa, tunajua mmoja alivaa, nikasamburu umetuharibia dini. Akasema nini mchungaji? Alikuwa ameivaa afa amepiga nani hapa paka iweka hapa. Nikasema kuna nini? Akasema kwani kuna nini? Nikasema kaambie shehe wako. Hiyo ina maana 13. Kuna kuvaa unaficha hapo karibu na macho. Msiige vya watu. Ile ina maana. Unakuta hata Mkristo mwenyewe amelichomekea, alivyolichomekea, unaharibu dini za watu. Unaweza kukuta mahali fulani ukaja kupigwa bure, hayakuhusu. Mwambie mwenzako hayakuhusu. Unaiweka upande wa kulia ina maana yake, upande wa kushoto ina maana yake, upande wa kushoto ina maana yake, kuweka mbele ina maana yake, kuibonyeza ina maana yake. Ina maana yake, na pia ni identity. Tunajifunza sifa za mtumwa. Mtumwa, ukiwa mtumwa wa Yesu, lazima uheshimu bwana wako, umheshimu. Yohana 13:16. Mtumwa hata siku moja hawezi kuwa juu ya bwana wake. Huu ndio ugomvi wa Mungu na shetani la juu, kiumbe aliyelaaniwa. Yuda 1:6 alipewa wajibu. Wewe utafanya 1 2 3. Si mnajua hata kwenye serikali bosi wako hata kama ingekuwa mdogo kwa umri ama hata kwa elimu, akishakuwa bosi wako lazima mtafanya oda. Shetani alipewa wajibu. Wewe utasimamia kwaya, wewe utatunga nyimbo, vinanda vyote ni nani kunisifu na kuniabudu. Maruhani shetani akataka cheo zaidi. Hakutaka kuwa mtumwa, na Mungu akampa adhabu ya kuzunguka dunia nzima. Wewe usifikiri shetani na starehe. Nimeshakaa na watu mbalimbali maajabu kwa sasa. Wakasema shetani nini tunamuona na cheka. Hata kicheka ni ile kicheko cha mateso. Ugly face. Kwa mtumwa haujui ya bwana wake. Hiyo ndio sifa za utumwa. Na sisi ni watumwa. Kwani sisi hatuna faida? Hii tunasema ni ayanic.
Je, Mungu alikuumba kwa hasara? Hapana. Anaposema nyinyi mkifanya yote mazuri niliyoagiza, semeni sisi ni watumwa tusio na faida. Hauna faida wewe, hauna faida. Sio maana hiyo. Mbona umetuachia dunia tuhubiri Injili? Mbona malaika hawashushi kuja kuhubiri watu? Kwa maana nyingine ni neno la ni vile tu, tafsiri ya Kiswahili ni mara 1000, narudia tena 1600 mpaka kuja kupata Kiswahili kutoka kwenye origin Hebrews au Aramaic au Kilatini. Hii ni toleo la 1600. Maana yake kwamba mnapofanya mambo kwa Mungu, sema sisi ni watumwa tusio na faida. Kwa nini? Bwana sifa sana. Kwa nini ni neno tusio na faida? Yesu alikuwa na maana gani? Kwanza ngoja nimalize hizi sifa ya utumwa. Mtumwa hawezi kula kabla ya bwana wake. Luka 17 mstari wa 7 tumesoma. Mtumwa hawezi kukaa chini kabla ya bosi wake. Hicho ni kiburi. Wote mnajua, na serikali wote wameiga. Rais anapokuja akisimama, kwanza akija usiku tunasimamaga. Unaweza mheshimiwa aliakaa, wewe ukae hivi. Haraka ukae. Bwana asifiwe sana. Tumeiga yote haya kwenye ufalme wa Mungu. Sisi ni watumwa. Na dunia hii system yote inaendeshwa na Mungu. Tunaiga kwenye Biblia. Ndio maana hata Yesu alipokata roho, wanafanyaje? Wanapiga mizinga wafalme, si ndio? Dunia ilitetemeka. Rais akifa anapiga mizinga, wameigiza kwenye Biblia. Rais akifa anashusha bendera nusu mlingoti, wameiga kwenye Biblia. Pazia la hekalu likapasuka, wameiga. Zamani ilikuwa mfalme akifa au chifu au mwene au marafyale wanapaka ikulu lani. Sasa hivi kwa sababu ya bajeti. Sasa kwa maana nyingine ni nini? Wanafanya nini? Rais akifa, wameigiza ile giza la Yesu. Ilitokea jua lilifunga macho likasema watu wamemuua Mungu wao. Mchana ilikuwa ukawa na giza. Wameigiza vyote. Kwa hiyo dunia hii inaendeshwa, maana yake inakuwa mtumwa. Hasa kabla hatujakuja, kwa nini Yesu alisema nyinyi mkifanya mambo yote yanayonihusu, mkifanya, mkitoa, mkiomba, mkifanya nini, wewe sema ni mtumwa nisiye na faida. Yaani usijione ni bora zaidi ya wewe sema mimi mtumwa nisiye faida. Lakini sio maana yake. Ni neno moja la kukufanya, kukuadabisha, wache masifa, wache utukufu, na kuzuia Mungu usije ukaikosa mbingu. Kama Lucifer alitumika, akataka sasa walingane na mzee, tena mpike mzee, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Na Yesu kama mshauri wa ajabu alimwambia acha hiyo mudi, utaiweza. Sasa ngoja niifanye. Utaifanye? Haya. Wanajuana sana. Mtumwa hawezi kukaa kabla, nimeshasema hiyo. Yohana 8:32. Mtumwa hawezi kumteta bwana wake, ni prohibited. Mathayo 24:48. Mtumwa hawezi kubishana na bwana wake, kubishana naye. Luka 19:22. Hizi ndio sifa za kuwa mtumwa, na kama mojawapo imepungua, acha. Ni dhambi, ni makosa, unachelewa kubarikiwa. Taka sifa kwa Mungu.
Jipendekeze kwa Mungu. Watu wanajipendekeza. Kwa mfano, kuna mtu mwalimu mmoja anaitwa Thomas nani, alikatika kwa mheshimiwa, nakumbuka, akakatika kweli, akapewa Noa. Yeye alikuwa na mbele wana utamaduni. Hata kuna afisa mmoja namfahamu sana Arusha, utakula vingi kwa jina la Yesu aliye hai. Jipendekeze kwa Yesu. Alikatika afisa utamaduni, akakatika mbele ya mheshimiwa. Kutoka hapo ameshakuwa wizara ya utamaduni. Jipendekeze kwa mheshimiwa. Mwambie mwenzako jipendekeze kwa Yesu. Mbona watu wanajipendekeza kwa watu tu, wanadamu ambaye kesho na kesho kutwa hayuko, lakini Mungu hata kusahau kwa jina la Yesu. Hawezi kusahau Mungu, hawezi kusahau Mungu. Jipendekeze kwa Yesu. Mtumwa au mjuaji wezi kuwa bosa na kuelekeza na una za kwako. Hii lazima tuisome. Soma Mathayo 10 mstari wa 24 na Luka 12 mstari wa 42. Hebu tusome hapo. Mathayo 10 mstari wa 24. Mtumwa si mjuaji, anapata maelekezo, geuka. Ndio maana jeshi mara nyingi wanaga tu kukubembeleza, nyuma zigeuka, mbele zitembea, kata mguu, mguu pande, mguu sawa. Hakuna cha kusema hivi ni upeleke taratibu, tena ni kwa pamoja. Mtumwa si mjuaji. Hebu soma hapo Mathayo 10 mstari wa 24. Ndio. Alafu soma pale pengine. Yesu kweli. Muujiza tumpita Yesu. Ungesema Yesu akuacha kumtuta. Hiyo ni akili yake. Soma pale pengine ni Luka sura ile ya 12 mstari wa 47. Peter Master, Commander in Chief, Yesu Kristo creator. Wanamwambia wewe kijana, hata miaka 50 hujafika, unatuambia nini? Akasema Ibrahimu alifurahi sana aliponiona. Wakasema unasemaje? Wakatafuta mawe wampige. Ni pale ambapo alienda kumwambia Ibrahimu tunaenda kuchoma Sodoma. Alikuwa master mwenyewe Yesu na mabodyguard wawili, makomando wawili walikuwa, na aliyebaki anazungumza na Ibrahimu ni Yesu. Malaika wawili wakasonga kwenda Sodoma kwenda kuchoma. Baada ya kumaliza mazungumzo na Ibrahimu, Yesu akapaa. Yesu sio jana wala leo katoto kamezaliwa, hamna. Yule alikuwepo hata kabla dunia haijakuweko. Anasema nipo. Amen. Na kabla yangu, anasema Isaya 43 mstari ule wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, kabla yangu hajakuweko Mungu wala hajaumbwa Mungu, na baada yangu hata kuweko Mungu. Ameshapa. Ni mtu ambaye yuko kwenye hali ya juu sana hapa. Hebu soma hapa. Ndio. Atapigwa anayefundishwa sana mambo ya Mungu sana. Usema nafuna mimi siandiki kanisani maana sijui vingi sana, kwa hiyo sitapigwa sana. Yaani wewe ndio kuni. Kwanza wewe ndio wakutangulia sasa kule sasa. Maana unapoelimishwa, unapofundishwa, Mungu anakuokoa. Sio kwamba kutokumjua Mungu sana ndio umepona, ndio umekwisha. Sasa sisi kama ni watumwa tujali maelekezo. Mtumwa ambaye hakusikiliza maelekezo vizuri, mbele ya bosi wake alichinjwa. Nilikuwa naandika kitabu cha machifu upande wa mama yangu. Sasa hivi ni chifu wa 11. Nilikuwa na kitafsiri kutoka kwenye ile lugha kwenda lugha ile. Kuna chifu mmoja alikuwa mkorofi sana. Machifu wote, unaposikiliza maelekezo unakuwa makini usikosee. Na kuna chifu mmoja alikuwa akimbeba hapa, amembeba hata Wasafa, hata Wanyakyusa, hata kuna Wanyakyusa waliofanana na Wanyakyale. Akikojoa pale, akikojolea, unashukuru, unasema mvua imenyesha. Usiseme mkojo, unachinjwa. Unanisikiliza?
Bwana asifiwe sana. Nimesema nini? Ndicho tutashika hicho. Wengine hata vyote hajashika, atashika chipa, alikuwa anakojoa. Mama Mpamba uko wapi? Lazima mnyenyekee bosi wake. Tito 3:10. Tumemaliza sasa sifa za mtumwa. Kwa nini Yesu alisema kwamba mkifanya semeni sisi ni watumwa tusio na faida, ili tusio na faida? Nataka kubezi hapo sasa. Kwa nini? Ili sisi kwenda